Kuna watu mmepoteza adabu. Unamheshimu baba wa kiroho kuliko baba yako mzazi. Unamtunza baba wa kiroho kuliko baba yako mzazi. Uko tayari kumnunulia baba wa kiroho suti. Uko tayari kupeleka suti ya bei ghali. Lakini baba yako kijijini utampelekea t-shirt ya chama cha walimu. Utampelekea t-shirt ya wastaafu ya ofisini kwenu. Lakini baba yako wa kiroho umemnunulia suti. Hiyo ni aibu na ni laana. Na hiyo laana machozi yake yanakufikia. Unamfurahisha baba wa kiroho mjini, wakati una baba yako kijijini anavaa t-shirt ya rest in peace. Aliyekufa ofisini kwako kanunua t-shirt ya rest in peace. Unaenda kumvalisha baba yako mzazi. Lakini baba yako wa kiroho unaenda kujipendekeza na Kierere King ili akutambue kwamba wewe ni mtoto bora wa kiroho. Alafu unapeleka suti, alafu unapeleka na viatu. Lakini baba yako kijijini anashinda na yeboyebo. Hiyo laana haitakai kuache popote. Punguzeni kujipendekeza, tafuteni kumpenda Mungu. Mpende Mungu katika roho na kweli. Sikiliza nikuambie, kujipendekeza kwa watumishi haitoshi. Kajipendekeze kwanza kwa mamako na babako waliokuzaa. Then ukimaliza njoo jipendekeze kwetu.